to your children. You are a teacher to the family that God has given you. Yesu anazungumza, anasema wote ulionipa, anaomba maombi yale, anamwambia Mungu, wote ulionipa sijapoteza hata mmoja. And as a mother, as a woman, you are a pastor of your home. And God expects you one day to pray na umwambie Mungu, wote ulionipa sijapoteza hata mmoja. Na sio wajibu mwepesi. That is why you cannot just afford to be the kind of a woman, just a normal kind of a woman. You cannot afford to be that way. Kwa sababu wajibu ambao Mungu ameuweka kwenye mikono yako, responsibility ambao Mungu amekuwekea ni kubwa kuliko unavyofikiri. My sister, watoto wangu ndio wameanza kuingia kwenye adolescent. Mtoto wangu wa kwanza wa kiume juzi ameanza kupata zile sign za kubale. Juzi nilikuwa nimekaa naye, akaniambia, mama, I don't understand my body. Nikamwambia, what is happening? Akaniambia, I feel moody. Sometimes I don't understand myself. Sometimes there are smells that comes out of my body, mom. I don't understand. And then in one of these days, I was not in Dar es Salaam, I was in Dodoma. Alafu babake alikuwa hajarudi nyumbani. Akakaa living room anasubiri baba rudi. Baba karudi around saa 4 usiku. Baba alipoingia tu, he began to cry. And dad was asking him, why are you crying? Akamwambia, baba, fimbo yangu haijasimama leo. I don't understand. He's 10 years. Baba akamwambia, sasa unataka isimame iende wapi? Isimame ifanye nini? Bwana asifiwe. Sasa wajibu ambao Mungu ametupa kama wazazi, wajibu mojawapo ambao Mungu ametupa kina mama, is to raise a generation. Ni kumtengenezea Mungu uzao. Anasema kwenye kitabu cha Malaki, kwa nini niliwaweka pamoja mke na mume? Ni ili mnitengenezee kizazi cha wamchao. Wamchao. Na si kazi rahisi. Na kasichana kengine pale nyumbani kwangu kamiaka 12. Nikatoto ka wifi yangu alifariki. Nilimtunza nyumbani kwangu alipokuwa mgonjwa. Alipofariki akaacha vitoto viwili vya kike vidogo. Wakati ule alipofariki, kile kimoja kilikuwa na miaka 3, hiki kingine kilikuwa na miaka kama 5. Alafu wakati tunaaga yule mama kwenye jeneza, nikaona wale watoto walivyokuwa wanalia kwa uchungu. It touched my heart. From that day I adopted those 2 girls. I took them. And I said, God, as I raise these girls, this is my offering. Remember my own children. That one day they will not cry on my coffin while they are still young. And your maana lazima uepuke stress, because your children needs you alive. Hakuna kitu kibaya na kitu kinaumiza mtoto kama kuzika mamake wakati bado anamhitaji. Sometimes wa mama tunaishi not for ourselves, for our children. We have all the reason to just sleep and never wake up. But for the sake of the next generation, we just have to be alive. We just have to arise and crash kwa ajili ya kizazi. Sasa kale kasichana kale kamoja kale juzi, my sister, nimesafiri huko kwenye kazi zangu, kananipigia simu kanalia. Nikakaambia ni nini? Ananiambia, mama, nimeona damu. Nikasema, Bwana Yesu, vimeanza kubale, sasa nitafanya nini? Bwana sifiwe. Unajua kama mzazi unaogopa unasema sasa kale kaumri ka ukicha kamefika. Akaniambia, mama, vinaniita mama na vinanipenda kweli. Akaniambia, mama, nimeamka asubuhi nimekuta damu. Nikamwambia, sasa umekuwa mwanangu, umekuwa. Sasa umekuwa dada. Nikamwambia, sasa nikirudi tutakaa tuzungumze.
Niliporudi nikakaa naye, nikamwambia sasa, mtu asikuguse hapo, mtu asiguse hapa. Akaniambia mama, kwa nini? Kwani wakinigusa nini kitatokea? Nikamwambia rafiki yangu, ukitaka kujua kitakachotokea, nenda wakuguse. Bwana asifiwe sana. Sasa na hivi vya kiume navyo, kile kimoja kinaniambia mama, nimeanza kuota nywele. Viko mama mchungaji wenu ameniambia niwe huru. Sisi si ni wa mama tunaongea. Sasa viko viwili vya kiume. Kile kimoja juzi, kile kingine kinaniambia mama, hebu kaa. Kinaniambia mama, nimeanza kuota nywele. Akaniambia mama, nikuonyeshe. Nikamwambia hebu nionyeshe. Bwana asifiwe sana. Yes, because I've raised my children to be able to tell me anything. Akaniambia mama, nimeanza kuota nywele. Nikamwambia zimeota wapi? Akaniambia huku mama, zimeanza kuota. Kina miaka 8. Nikakwambia hebu nionyeshe. Kikavua, kikanionyesha. Nikakwambia sasa tusubiri kidogo. Zikiongezeka kidogo tutaenda tutanunua shaving machine. Akaniambia mama, shaving machine ni nini? Nikamwambia ni mashine ambayo tunatumiaga kuzikata. Hizo za huko tunazikataga kama tunavyokata hizo za kichwa. Akaniambia mama, tunakata na mashine. Nikamwambia tunakata na mashine. Bwana sifiwe sana. Sasa wajibu ambao Mungu ametupa kina mama ni wajibu mzito. Na nikwambie, mafanikio ya familia yoyote yanamtegemea sana mama wa hiyo familia. Ukiona familia imekuwa na maendeleo, ina mama mwenye nguvu. Ukiona familia imekwama, watoto hawasomi, watoto wana tabia mbaya, watoto hawaeleweki, familia haina maendeleo, tutafute mama wa hiyo familia ni mama wa namna gani. Kwa sababu unaweza ukawa umeolewa na mwanaume kama Nabali mpumbavu, lakini akili zako wewe zinatosha kusimamisha familia. Nilienda kwenye msiba fulani, punguza kidogo. Nilienda kwenye msiba fulani wa mama mmoja, my sister. Yule mama alikuwa amefariki. Alafu wakakusanya watoto wake baada ya msiba ule. Wakawa sasa ni siku ya kugawa vitu vya mama yule kwa watoto wake. Niliumia sana. Yaani vitu vilivyokuwa vinagawiwa ni vikanga vilivyochoka, vigauni vilivyotoboka, vingine vishuka. Alafu nikakaa nikajiuliza, nikasema hivi siku mimi nikilala watoto wangu watapewa nini? Ni kitu gani watoto wangu watapewa alafu waseme this is what our mother left for us? Nilipokuwa kwenye ule msiba, wakati wanagawa vile vitu vya yule mama kwa watoto wake, nikasema this will not be my portion in the name of Jesus. Lazima niwe ni mama ambaye nitaachia watoto wangu kitu kitakachowafanya wanikumbuke. Lakini kwanza lazima nianze na kuwatengeneza wao. Watoto wangu wakiangalia maisha yao waseme kama sio mama yetu tusingekuwa tulivyokuwa. Kama sio maombi ya mama, kama sio mama kutufundisha, tusingekuwa hapa tulipofika leo. Kwa hiyo wamama, nataka niwaambie, sisi ambao tuko kwenye ndoa tuna wajibu mzito wa ujenzi wa kizazi. Na ndio maana hata changamoto zinapotokea ndani ya ndoa, usijifikirie tu mwenyewe. Fikiria kizazi ambacho umeitwa kukitengeneza. Unapotaka kufanya maamuzi fulani, wewe kama mama, usifanye maamuzi kwa hasira. Usifanye maamuzi kwa hisia. Lazima ufike mahali pa kujua wewe kama mama, kizazi kinakutegemea. A generation is looking at you. You are the matriarch of your family. Na kwa hivyo kuna wakati mwingine inatubidi kuvumilia vitu vigumu. Sisemi uvumilie abuse. Sisemi uvumilie kama kuna mazingira ya kutishia uhai wako. Lakini tunaishi kwenye kizazi ambacho kitu kidogo tu tuachane. Kitu kidogo tu narudi kwetu. Kitu kidogo tu sitaki ndoa tena. Lakini wamama niwaulize, ni nani utakutana naye ambaye ni malaika?
Na wakati mwingine wanasema ni afadhali shetani unayemjua kuliko malaika usiyemjua. Better the devil you know than the angel you don't know. Hatuko kwenye ndoa tulizoko kwa sababu tu ya kuwepo kwenye ndoa. Wote mtakubaliana na mimi, ile honeymoon phase ikishaisha, kwa sababu ndoa ina vipindi. Kipindi cha kwanza kinaitwa honeymoon phase, wakati ule ambao ukilala unamuota, ukinywa maji unamuona kwenye glass, huwezi kula chakula, unamsubiri mpaka arudi nyumbani. Asiporudi unalia usiku kucha. Haleluya. Ukituma message asipojibu unashindwa kula lunch. Honeymoon phase. Alafu kuna wakati hiyo honeymoon phase huwa inaisha, inaingia ile reality phase. Wakati wa honeymoon phase hata akipollute the air unampa pole. Na amepollute hewa, unamwambia pole mume wangu, pole baba, ni afya. Unampa pole. Bwana asifiwe sana. Lakini honeymoon phase ikishaisha, akipollute unapiga kibao, kwenda huko. Chafua hewa nini hapa? Tunaita reality phase. Reality phase ni wakati ambao madhaifu yake unayaona kama yalivyo. Magamba kwenye macho yako yameshadondoka. You can see things for what they are. Na sio watu wengi sana huwa tunaweza kusurvive kwenye reality phase. Ukiona ndoa zinavunjika hizi ni kwa sababu reality phase imeingia and they cannot handle it. Hallelujah. Sasa wamama tunakaa kwenye hizi ndoa wakati mwingine regardless of what is happening, not just for us but for our children. For our children. Kwa nini? Kwa sababu we have, or we need to set an example. We need to set a platform from where our children are coming to build. Sasa lazima uhakikishe msingi unaojenga ni msingi imara na ni msingi very strong. Ukiwa mwanamke mwenye moyo mwepesi, utakubaliana na mimi, huwezi kaa ndani ya ndoa. Ukiwa mwanamke mwenye roho nyepesi, huwezi kudumu kwenye ndoa, huwezi. Kwa sababu ndoa sio rahisi. Ndoa ni ngumu, na naisema kwenye madhabahu. Unaishi na mtoto wa mama mkwe, umekutana naye akiwa na meno 32. Mamake mwenyewe amemshindwa. Wewe utamwezea wapi? Sijui unanielewa. Kuna wengine mliolewa na watu wakati wanawaoa, familia ilisema tutapumzika. Ni vichwa ngumu. Ni watu wakorofi, watu wababe, watu wasiosikia, watu wasioshaurika. Na jana niliwaambia, nikawaambia ukikaa kwenye ndoa namna hiyo na ukajikuta umefika mahali ambapo you cannot change your husband, change yourself. Kwa nini? Kwa sababu nilikwambia jana, nikakwambia you cannot control another human being. We are creatures of choice. Kila mwanadamu ana nguvu ya maamuzi, ana utashi, ana uwezo wa kuamua anachotaka, na huna cha kumfanya. Watu ambao una kitu cha kuwafanya ni watoto wako, tena wakiwa wadogo. Kuna kaumri kakifika na wenyewe pia huna cha kuwafanya. Wana behave wanavyo behave na huna cha kuwafanya. The only thing you can do is to pray and to believe God for them and to protect your heart. Biblia inasema linda sana moyo wako, kwa sababu ukifanya mchezo usipolinda huo moyo kwenye ndoa unaweza kupata high blood pressure. Bwana asifiwe sana. Sasa ukiwa kama mama, lazima ujue kwamba wajibu ulionao ni mzito, kwa sababu number 1, wewe umepewa kuwa mlezi wa kizazi. Generational nurturer. Wewe umekuwa kuwa mlezi wa kizazi. Ukisoma Mithali 31 mstari wa 28. Mithali 31 mstari wa 28. Anasema na watoto wake huinuka
na kumuita heri. Mume wake naye humsifu. Watoto wake huinuka na kumuita heri. Wanawe huondoka na kumuita heri. Mumewe naye humsifu na kusema. Endelea. Binti za watu wengi wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote. Manake ni nini? Manake kama Biblia inasema mume wake hufika mahali pa kusema binti za watu wamefanya mema, lakini wewe umewapita wote, manake ni kwamba we as wives, we are in constant competition. Amjaelewa nilichosema? Sisi kama wake, we are in constant competition. Mpaka ifike mahali mume wa huyu mama anamkompea. Anasema binti za watu wengine wamefanya mema, lakini wewe umewazidi wote. Manake lazima mwanaume amekutanaga nao binti za watu huko barabarani anakoenda. Lazima amekutana nao maofisini huko. Lazima amekutana nao kwenye eneo la biashara huko. Amekutana nao. Na Biblia inasema wanafanya mema. Usifikiri ni wewe peke yako unamfanyia baba mema. Usifikiri ni wewe peke yako unamvalia zile za kamba zile. Anakutana nao huko. Lakini anafika mahali akikompea aliyemwacha nyumbani na wale aliyokutana nao barabarani, anaona huyu aliyemwacha nyumbani amewazidi wote. I pray for that grace upon you in the name of Jesus. We as wives, we are in constant comparison. We are in constant competition. Na ndio maana uwezo ukakaa tu kijinga, kwa sababu unashindanishwa. Uko kwenye mashindano ambayo wewe mwenyewe huyajui. Lakini huyu jamaa akirudi nyumbani akikuangalia, anakumbuka na yule secretary aliyemwacha ofisini. Wewe unaweka chakula mezani, unamwambia chakula kile pale. Yule wa kule ofisini akileta chai, anapiga goti. Baba anakompea. Wewe akirudi nyumbani unampokea na matusi na kelele. Malaya mkubwa wewe. Ulikuwa wapi? Umechelewa. Umetoka kwa wanawake zako. Alafu kuna kengine kule ofisini, kila anapomwona asubuhi, daddy, karibu daddy, karibu boss, karibu baba, tukuandalie chai. The man is comparing. We are in constant competition, and we are always being compared to other women outside there. That's the truth from the word of God that you have to know. Na ndio maana wewe kama mama, wewe kama mke, you must always be alert. Kule Tanzania huwa nawaambia usishoie. Wenzako wanabandika kucha, dada unaweza bandika. Wananyoa nyusi, na wewe nyoa kama unaweza kunyoa. Usilale na t-shirt za sensa, unalala na t-shirt zimeandikwa ukimwi, unaua. The man is comparing. Anarudi nyumbani umevaa gauni lako kama hili dada we. Hili la kanisani ndio umevaa nalo unampokea hivi nyumbani. Akienda kule wanampokea na vile vitu vya kamba hivi. Wanamuuliza dadi, chakula kiko tayari. Utakula ndio ule au utanila ndio ule? Wewe akikugusa namna hiyo unapiga kikumbo hivi. The man is always comparing. Kitu kimoja wapo ambacho sisi wa mama tunatakiwa kujua ni kwamba we are in constant competition. We are in constant comparison. Hata kama hatakuambia. Huyu baba anamwambia mke wake wa Mithali, anamwambia binti za watu wamefanya mema, manake amekutana nao na wamemfanyia mema. Lakini anamwambia mke wake, wewe umewazidi. Naomba Mungu akupe hiyo neema. Mume wako akikutazama aone tu wewe umezidi wote. Aone tu hakuna wa kuvaa kiatu chako, hayupo. Sasa namba 1 nimesema wewe mama una wajibu mzito. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeitwa kulea kizazi.
Unaona Biblia inasema huyu mama wa Mithali 31 watoto wake huinuka na kumuita heri. Kwa nini? Kwa sababu amelea hicho kizazi, amelea hiyo familia kwa uaminifu, na watoto wamefika mahali pa kuona bila mama yetu tusingekuwa hapa tulipo. Bila mama yetu tusingekuwa tumefika hapa tulipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 2, kwa nini nasema sisi wa mama ama sisi wake tumepewa wajibu mzito? Namba 2, kwa sababu sisi ndio taji ya utukufu ya waume zetu. Sisi ndio taji ya utukufu ya waume zetu. We have the power to uplift or to cast down. We have that power. Wewe kama mama ama wewe kama mwanamke una nguvu ya kumfanya mume wako akaheshimika au akadharaulika na kudhalilika. Wewe unayo hiyo nguvu. Unayo. Unaweza kuwa na mwanaume haeleweki. Unaweza kuwa na mwanaume wa ajabu. Lakini bado wewe mama ukisimama kwenye nafasi yako as a crown, mwanaume wako anaweza akaheshimika hata kama yeye mwenyewe hajielewi. Biblia inasema yule mume wa mwanamke wa Mithali 31, Biblia inasema hujulikana malangoni aketipo na wazee. Ile heshima ambayo baba anapewa katikati ya wanaume wenzake, it is because of the woman he is married to. Anasema kwenye Mithali sura ya 12 mstari wa 4. Mithali 12 mstari wa 4. Anasema mke mwema ni taji ya mumewe. Mke mwema ni taji ya mumewe. Kwenye Kiingereza anasema an excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness in his bones. Nikutana mwanaume mmoja akaniambia, pastor, nimepata ulcers, nimepata vidonda vya tumbo kwa sababu ya vitu mke wangu anavyofanya. Mke wangu ananiaibisha, mke wangu ananidhalilisha. Wewe mama unapotoka nyumbani kwako ukaenda kuomba pesa kwa ndugu zako, unaibisha mume wako. Unaposema madhaifu ya mume wako kwa watu wengine wa nje, na unayasema sio kwa nia ya kutafuta msaada, unasema kwa sababu unataka kumdhalilisha, unamvua nguo. Kuna wakati inakubidi kusema ili kutafuta relief au kutafuta msaada. Lakini wamama wengi hatusemi kwa sababu tunataka kutafuta msaada. Hatusemi kwa sababu tunatafuta intervention. Tunasema kwa sababu mwanaume ameshakukosea, amekukasirisha. You want to publicly ashame him. Wewe kama mwanamke unapopost na kuweka picha zako za uchi mtandaoni, unamtia aibu mumeo. Ukishakuwa mke wa mtu, kuna vitu sio vya kufanya in public, kwa sababu you are shaming your husband. Huwezi ukawa ni mama, ni mke wa mtu, umeolewa, ni mama wa watoto, ni mke, na unabeba jina la mtu, halafu unakaa Instagram unarembua. Unauzia nani? Unaweka picha zako za utupu, unaweka picha zako maziwa yako nje, makalio yako nje, mapaja yako nje. Who are you trying to impress? Unajaribu kuambia ulimwengu kitu gani? Biblia inasema mke mwema ni taji. Ni taji. Ni taji ya utukufu. Mume wake akiingia mahali, kila mtu akiuliza kwani huyu baba mke wake ni nani? Na wakasema ni yule mama, wanasema basi ndio maana. Anaheshimika because of the wife. Anaheshimika because of the woman he's married to. Lakini kuna wanawake tuko hapa, tumegeuka visu, tumegeuka, we are not wives, we are knives. Tunaleta majeraha, tunaleta maumivu, tunaleta aibu. Wewe unajua kipato cha mume wako, unaenda unakopa mapochi, unakopa manguo, unakopa maviatu, na unajua kabisa kwa kipato cha mume wangu hawezi kulipa hii pesa. Ni kumwaibisha. Ni kumwaibisha. Wajibu mmoja wapo kama mama ni kufunika udhaifu.
Sisemi kwamba hatuwezi kuwa na changamoto kwenye ndoa, tunaweza kuwa nazo. Lakini hata ikikubidi kusema, unasema wapi? Na unasema kwa nini? Lazima uwe makini sana, kwa sababu at the end of the day lazima uhakikishe bado unalinda heshima ya mume wako. Ni wajibu wako kama mama, kwa sababu wewe ndio unaujua utupu wake, wewe ndio unajua udhaifu wake, wewe ndio unajua udhaifu wake na ubaya wake na kila kitu chake, wewe ndio unakijua. Sisi wake za watumishi tunakutana na mambo mengi sana, mengi. Kuna wakati watu fulani wakanipigia simu, mume wako hivi na hivi na hivi. Nikamwambia mimi sijui chochote. Kwanza huyo mnayemzungumza sio mume wangu. Mume wangu hawezi kufanya hivyo vitu. Alafu tukirudi chumbani mimi na yeye tunakaa tunaongea sasa. Sio, unanielewa? Sasa sio wajibu mwepesi. Biblia inasema mke mwema ni taji ya utukufu. Ni taji ya utukufu ya mume wake. Lakini mke aletaye aibu ni kama kansa kwenye mifupa. Kuna wanaume leo wamepata magonjwa ya moyo, wamepata magonjwa ya ulcers, wamepata pressure kwa sababu ya aina ya wanawake walionao. Mwanamke ana mdomo, anaongea masaa 24. Sisi wamama, sisi hatuna koromeo, hatuna kichujio, hatuchuji, vinatoka tu. Vikianza kutoka haupimi kwamba huyu mtu saizi yuko kwenye hali gani, yuko kwenye mazingira gani. Wewe ukitoa unatoa. Kwa hiyo unajikuta umejeruhi kwa maneno, umeua kwa maneno. Kuna wanaume wengi na wajua wanatembea na low blood pressure, wanatembea na high blood pressure, wanatembea na ulcers kwa sababu ya matatizo ya wanawake waliowaoa. Baba mmoja akanitafuta juzi kati, akaniambia pastor, anaongea kama anakufa. Akaniambia pastor amdai. Nikamwambia nini? Akaniambia pastor mke wangu ananiua. Nikamwambia amefanya nini tena? Akaniambia pastor nimeagiza magari mawili kutoka South Africa pastor. Yamefika. Huyu mwanamke hataki hata moja. Hataki. Anataka nini? Anasema eti kuna gari alimuona nalo rafiki yake ndio hilo anataka. Nikamwambia baba, hebu naomba mimi nikafanyie kazi ya injili. Nipe magari, nikahubirie injili. Kuna wanawake ni wapumbavu. Kuna wanawake ni hawatumia akili. Ukipata mwanaume anayekuhudumia, shukuru Mungu. Mwanaume akikupa hata 1000 yake, ipokee, umepiga magoti. Kupata hiyo 1000 sio rahisi. Kupata hiyo hela anayokuletea nayo chakula sio kitu chepesi. Kuhudumia familia ni kazi ngumu. Kusomesha watoto ni kazi ngumu. Kuhakikisha watoto kuanzia Januari mpaka Disemba hawakosi chakula, hawakosi nguo ya kuvaa, hawakosi school fees ni kazi ngumu. Wewe ukiachiwa unatembea unavuta mdomo, umekasirika kila wakati. Ukiachiwa hiyo kazi ufanye mwenyewe, na hata hiyo sexual libido inaenda chini. Hata kukatika unashindwa. Unapata mwanaume anakuhudumia, anahudumia watoto wake, anasomesha watoto wake, anapambana vita za kila aina ili wewe na watoto muweze kukaa vizuri, na bado unamletea maumivu. Bado unakuwa sababu ya pain. Bado unakuwa sababu ya kilio cha kila siku kisichoisha. Kwa nini huyu mwanaume asiende nje? Wamama wakati mwingine tunanyoshea wanaume vidole namna hii, lakini vidole vingapi vinatutazama? Vingapi? Bwana asifiwe sana. Wewe ni taji ya utukufu kweli kwa mwanaume, au ni mwanamke aletaye aibu? Anasema mwanamke aletaye aibu ni kama kansa kwenye mifupa. Wanaume wanakufa mapema, sio kwa sababu wanaume wote ni wabaya. Lakini kuna wanaume wanakufa mapema kwa sababu ya ubaya wa wake zao. Na kwa sababu tumepata nafasi ya wamama kukaa na kuzungumza, tuambiane ukweli. Hatukatai wanaume wana tabia ngumu, ni kweli. Hatukatai ndoa zina changamoto, ni kweli. Lakini kuna wakati lazima tujikalishe kimkutano na tujiulize, sisi tunachangiaje katika matatizo yanayoendelea kwenye familia? Sisi tunachangiaje katika changamoto zinazoendelea ndani ya ndoa? Tunachangia namna gani? Huyu baba akanipigia simu ananiambia pastor, 2 cars, hundreds of millions zimefika hapa. Udada ananiambia hataki. Kuna gari mpya amemuona nayo rafiki yake ndo anataka hiyo. Nikasema ningekuwa jirani na udada ningemchapa vibao.
Sisi wengine unatafuta hata uletewe hiyo IST, hakuna hata mtu anakukumbuka. Alafu kuna mtu analetewa anakataa. Hivi unapokataa, mwanaume anapokuletea kitu kwa heshima, alafu unakataa, kwa nini usiende kujinunulia mwenyewe basi kama ni rahisi? Mwambie jirani yako, kuwa na adabu, kuwa na nidhamu. Ukipata mtu anakuhudumia, shukuru na unyenyekee. Sio kitu chepesi mama kujihudumia mwenyewe na kujifanyia kila kitu. Sio kitu kirahisi. Sio kitu kirahisi. Ukipata mwanaume ambaye anafanya kazi kwa bidii, analeta chakula nyumbani, hata kama analeta unga, shukuru Mungu kwa ajili ya baba na utoe sadaka ya shukrani. Ukitaka kujua ni ngumu kuhudumia familia, tafuta single parents. Waulize, how is it hard to raise children by yourself? Tafuta wamama wajane ambao wamefiwa na waume zao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufike mahali sisi kama wamama tujiangalie ni wapi tunakosea. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema wewe ukiwa mke mwema unakuwa taji kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa taji kwa mume wako. Namba 3. Kwa nini wewe kama mama una wajibu mkubwa sana kwenye familia yako? Namba 1 nimesema kwa sababu wewe ni mlezi wa kizazi. Namba 2, wewe unaweza kuwa sababu ya mume wako kuheshimika au kutokuheshimika. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni taji ya utukufu kwa mume wako. Namba 3, wewe ndiye mbeba kibali wa familia na ndoa yako. Wewe ndiye unayebeba kibali na favor ya Mungu na neema ya Mungu kwenye familia. Anasema kwenye Mithali 18, Mithali 18 mstari wa 22. Mithali 18 mstari wa 22 anasema apataye mke amepata kitu chema, naye amepata kibali kwa Bwana. Apataye mke amepata kitu chema, naye amejipatia kibali kutoka kwa Bwana. Apataye mke amepata kitu chema, naye amejipatia kibali kutoka kwa Bwana. Kwa hiyo wewe kama mama, wewe kama mwanamke ndani ya ndoa, ndani ya familia, ndio uliyebeba kibali, ndio uliyebeba neema kwenye familia yako. Bwana asifiwe sana. And for you to continue to walk in that favor and to walk in that grace, one of the things that you should make sure that you do is to solidify your relationship with God. Because the more you have a solid relationship with God, the more kibali na neema ya Mungu inaongezeka kwenye familia yako. Na vitu vinavyoondoa kibali na neema ya Mungu juu ya familia ni bitterness, hasira, uchungu, kutokusamehe. Ukiwa ni mama ambaye unatembea kwenye hasira, kwenye uchungu, kwenye kutokusamehe, you will find yourself, hata kile kibali ulichobeba, it is not walking in your family. It is not walking in your family. Bwana Yesu asifiwe. Namba ngapi? Namba 4. Kwa nini wajibu ulionao wewe kama mama ni wajibu mzito? Ni kwa sababu nguvu ya kujenga au kubomoa iko kwako. Nguvu ya kujenga au kubomoa familia iko kwako. Biblia inasema mwanamke mwenye hekima hufanya nini? Hujenga. Mwanamke mpumbavu hufanya nini? Hubomoa. Kwa hiyo ujenzi wa nyumba na familia ama kubomoka kwa nyumba na familia kunamtegemea mama, sio baba. Ndio maana nikasema unaweza kuwa umeolewa na mwanaume mpumbavu kabisa asiyejielewa, lakini inategemea sana wewe ni mama wa aina gani. For that home to stand, it depends with the woman and the mother of that house. Wewe kama mama, namba 5, unabeba wajibu mzito kwa sababu wewe ni lango la kiroho na la kimwili. You are a spiritual and a physical door. Kwa hiyo wewe una uwezo wa kuamua cha shetani kipite ama kisipite, cha Mungu kipite ama kisipite. Siku moja nilikuwa naongea na mume wangu nikamwambia hivi, wewe fanya unachofanya, utanisikia hata siku moja naenda mahakamani kutafuta divorce. Kwa nini? Mimi kama lango siwezi kukubali divorce ipitie kwangu, kwa sababu najua itaenda kwa watoto wangu. Kwa hiyo wewe ukiamua kufanya unachofanya, wewe fanya. Lakini hata siku moja
mimi sitaenda mahakamani kutafuta divorce. Kwa nini? Kwa sababu nimekataa kutumika kama lango la kupitisha vitu vibaya na visivyokuwa vya kimungu viingie kwenye familia. Nimekataa. A woman is not just a physical and a biological door. A woman is also a spiritual door. Na Mungu huwa anatutumia katika maeneo yote mawili. Anatutumia kupenyeza vitu vya kimwili, ndio maana tunazaa watoto. Sisi tunatumika kama lango linaloleta uhai duniani. Lakini sisi pia ni lango la kiroho. Ndio maana wakati Mungu anataka kumleta Yesu Kristo duniani, alitumia wanawake wawili. Mmoja alikuwa lango la kimwili, Maria. Mwingine alikuwa lango la kiroho, yule mama anaitwa Nabii Ana kwenye kitabu cha Luka sura ya 2. Biblia inasema yule mama baada ya mume wake kufa, alikaa hekaluni kwa miaka mingi akiomba na kuandaa mazingira ya kiroho kwa ajili ya ujio wa Mwokozi. Hakuwahi kuolewa tena. Kwa hiyo Mungu alipotaka kumleta mkombozi duniani, alitumia malango haya. Lango la kimwili ama la kibiolojia ambalo lilikuwa Mariamu, alafu alitumia na lango la kiroho, mama yule anaitwa Nabii Ana. Sasa wewe kama mama kwenye familia yako, unasimama kwenye hiyo nafasi ya malango yote mawili. Wewe ni lango la kibiolojia ama lango la kimwili ama physical door, kwa maana ya kwamba wewe unatumika kuzaa watoto. Lakini wewe ni lango pia la kiroho. Ukikaa vibaya, shetani anakutumia, anapenyeza vya kwake. Na ukikaa vizuri, Mungu anakutumia, anapenyeza vya kwake. Ndio maana Paulo anamwandikia Timotheo, anamwambia Timotheo, imani yako ulioipata kwa mama yako, ambaye na mama yako naye aliipata kwa mama yake. Kwa hiyo hawa mama wawili walitumika kama lango la kiroho la kumzaa mtumishi wa Mungu Timotheo katika ministry na katika wokovu. Imani ambayo Timotheo alikuwa nayo hakuitoa kwa babake, aliitoa kwa mamake. Na mamake aliitoa wapi? Aliitoa kwa mamake. Hiyo ndio kazi ya mama kwenye familia. Kupenyeza vya kimungu, kupenyeza ajenda za ufalme, kupenyeza mapenzi ya Mungu kwa watoto, kuhakikisha hatima za kimungu zinazaliwa kwa watoto wake. Kuzaa watoto hautakiwi kuishia hapo. Ukizaa tu hujamaliza. Hawa watoto wamekuja na hatima, hawa watoto wamekuja na destiny, hawa watoto wamekuja na assignment. Hawa watoto wana purpose za kufulfill. Na hizo unazizaa kwenye prayer, unazizaa kwenye chumba chako cha maombi. Ni kazi ya mama hiyo. Kule Tanzania kuna rafiki yangu mmoja ni mchungaji sasa. Yeye wakati anakuwa alikuwa mwizi sana. Na mtu aliyekuwa anamuibia alikuwa anamuibia mamake sana. As I'm talking to you now, he's a pastor. Lakini ni maombi ya mamake ndio amemfikisha hapo alipofika. Kila alikuwa akimuibia mamake, mamake anamwambia, wewe sio mwizi, wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe sio mwizi, wewe ni mtumishi wa Mungu. Na mama anaingia kwenye maombi. Mama anaingia kwenye maombi. Mama anaingia kwenye maombi. Mama anaachilia matamko. Wangapi wanajua kwamba maombi yetu tunayoomba mbinguni hakuna dustbin ya maombi? Na hakuna uwekezaji mzuri unaweza ukawekea watoto wako mama kama maombi. Maombi yako yataenda mahali ambapo wewe huwezi kwenda. Maombi yako yatafika mahali ambapo wewe huwezi kufika. Nilikuwa naongea na mamangu juzi. Akanambia kila Januari na utaratibu wa kumtumia pesa. Mimi namlipa mamangu mshahara kila mwezi. Every month I pay her. Naambia huu ni mshahara wako wa kunizaa. Na utakula mshahara wako huu mpaka siku unakufa. So I pay her every month. Na ninauongeza kila mwaka. Kila mwaka namuongeza salary. Na alishajua ikifika tu tarehe anapiga. Tarehe zimekaribia. I pay her salary. Sasa juzi nilikuwa naongea naye. Akanambia kila Januari unaponitumia pesa. Juzi aliniambia, akanambia katika pesa ulionitumia Januari mwaka huu nilichukua shilingi 300,000. Kule Tanzania 300,000 ni pesa nyingi sana. Ni mshahara wa mtu wa mwezi. Mama akanambia nilichukua shilingi 300,000 nikaipeleka madhabahuni. Kanisani walikuwa wameitisha sadaka kwa ajili ya kupeleka kazi ya injili. Mama anasema nikachukua 300,000 katika pesa ulionitumia,
Nikaipeleka madhabahuni, nikamwambia Mungu, kwa kila roho itakayookoka mkumbuke mtoto wangu. Mkumbuke mtoto wangu. Kwa kila roho itakayookoka kwa sababu ya sadaka hii na kazi ya injili iliyopelekwa na hii sadaka, kumbuka yule mtoto wangu. Mshindie vita zake zote anazopigana nazo. And God has been faithful. Mimi nakutana na mambo magumu sana, watu wa Mungu, lakini nimekuwa nachomoka kwa namna ambazo siwezi nikakuelezea. Na nilikuwa sijui kumbe ni mamangu ananitolea sadaka. Siku nyingine akaniambia, kuna siku alichukua karatasi akaandika jina langu, alafu akaenda madhabahuni, akalia, machozi yake yakadondoka juu ya hiyo karatasi, akanena kwa lugha, alafu akaiacha hapo kwenye madhabahu, akaondoka. Hayo machozi yalimaanisha nini hata mimi sijui, lakini najua kinacho ni sustain ni maombi ya mamangu. Kinacho nisaidia ni mamangu ananiombea. Kinacho nifungulia milango ni maombi ya mama. Babangu sio mtu wa maombi sana. Babangu mimi ni mtu wa matamko. Kila ukiongea naye anakutamkia, anakuambia chochote kitakachokuja kwenye mikono yako kikiwa kimoja kitageuka kitakuwa 100. That's what he always speaks. Kila nikiongea naye anambia, mwanangu, whether I am alive or I am dead, chochote unachotaka kwenye haya maisha utakipata. Kwa hiyo wakati mwingine natembea, wakati mwingine naweza nikaja kwenye madhabahu hata sijaomba. Nasema, Mungu, yale maombi baba anayoniombea, yale maombi mama anayoniombea, acha yafanye kazi sasa. Acha yafanye kazi sasa. And God has been faithful. Mama unayenisikiliza, maombi yako is a covering to your children. Let your voice be so loud in the spirit concerning your children. Acha ulimwengu wa roho uijue sauti yako kwa habari ya watoto wako. Watoto wako wakienda shule wasiende peke yao, sauti ya mama yao iwatangulie. Watoto wako wakienda kwenye kazi wasiende peke yao, sauti ya mama iwatangulie. Sauti ya mama iwatangulie. Kuwepo na sauti kwenye ulimwengu wa roho inayosema ninyi ni vichwa na sio mkia. Kokote mnakwenda mtafanikiwa. Kokote mnakwenda uso wa Bwana uende na ninyi. Kokote watoto wako wanakwenda, acha sauti yako itangulie, kwa sababu wewe ni lango la kiroho. Hakikisha unafungua katika ulimwengu wa roho, watoto wako wapenye kirahisi. Wewe ni lango. Usiruhusu watoto wako wakaenda shule, wakafungua shule kabla sauti yako haijatangulia shule. Usiruhusu watoto wako wakaenda kwenye kazi kabla sauti yako haijatangulia. Hata kwenye ulimwengu wa roho mashetani ajue kwamba huyu mtoto hayuko peke yake. Huyu mtoto ana mama anayemtetea. Huyu mtoto ana mama anayejua kulingana na madhabahu. Ana mama anayejua kushikamana na madhabahu kwa ajili yake. Mtoto anaweza kuwa na tabia za ajabu, lakini isikusumbue. Huyo mtu nawaambia ni mchungaji kule Tanzania, alikuwa anaiba. Anaiba, na alikuwa anaibia mamake zaidi. Lakini kila wakati mamake alikuwa anamwambia, wewe sio mwizi. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe sio mwizi. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mamake kila wakati alikuwa anamtamkia, anamwambia, sijazalia gereza. Sikukuzaa ukaishie gerezani. Hautaishia kwenye gereza, utaishia kwenye madhabahu. Mamake alikuwa anaomba kila wakati. Usiku anasikia mamake anaomba, anasema, nafunga mtoto wangu kwenye madhabahu. Nafunga mtoto wangu kwenye madhabahu. Hakuna kitakachomtoa kwenye uwepo wa Bwana. Hakuna kitakachomtoa kwenye uwepo wa mama huyo anaomba. As I'm talking to you today, that guy is a pastor. That guy is a pastor. Wewe ni lango la kiroho na la kimwili. Hakikisha unasimama kwenye nafasi yako kama lango la kiroho na la kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuweka kwenye familia aliyokuweka ili wewe uwe sababu ya ongezeko na ustawi. Wewe usiwe sababu ya kukaukiwa na kufilisika. Wewe kama mama, Biblia inakuita mzabibu uzaao sana. Wewe unatakiwa kuwa sababu ya ongezeko. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 30. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30 mstari wa 30. Huyu ni Labani anazungumza. Anamwambia Yakobo. Anamwambia kidogo, huyu ni Yusufu anazungumza. Yakobo anazungumza, anamwambia Labani. Anamwambia kidogo ulichokuwa nacho
kabla sijaja kimeongezeka sana. Naye Bwana amekubariki popote nilipokuwa. Lakini sasa ni lini nitashughulikia mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Kwa tunaona Yakobo anamwambia Labani, anamwambia kile kidogo ulichokuwa nacho kabla sijaja, baada ya mimi kuja kimeongezeka. Kile kichache ulichokuwa nacho kabla, baada ya mimi kuja kimeongezeka. Na Bwana amekubariki kwa sababu yangu. I pray that will be your testimony as a woman in the life of your husband in the name of Jesus. Kwamba kile kidogo alichokuwa nacho kabla ya wewe kuja kiongezeke, kistawi. Wewe uwe sababu ya ongezeko na ustawi kwenye maisha ya mume wako. Usikubali kuwa mwanamke ambaye ni chuma ulete. Usikubali kuwa mwanamke ambaye ni sababu ya kufilisi na kupungua. Popote Mungu anapokuweka, kuanzia kwenye maisha ya mume wako na familia yako, wewe uwe sababu ya ongezeko. Kile kidogo unachokikuta kiongezeke kwa sababu ya hekima yako, kwa sababu ya maombi yako, kwa sababu ya ushauri wako mzuri, kwa sababu ya uwepo wako, kiongezeke. Kuna wasichana unakuta mama mtumishi wanakaa wanasema, mimi mwanaume atakayenioa nataka awe na gari, awe na nyumba, awe na kazi nzuri, analipwa mshahara wa 6 figures. Alafu yeye ukimuuliza wewe una nini, anakuambia I am the table. Mimi wanawaambia you are a table ambayo haina miguu. Kwa sababu as a woman, kama huna financial muscles, kama huna nguvu ya kuleta ongezeko, you are still not a woman enough. Alafu unapoolewa na mwanaume mwenye kila kitu, na yeye na wewe unageuka one of his properties, hakuna heshima. Kwa mama mtakubaliana na mimi, sio kila mama anaweza kuambiwa toka. Sio kila mama anaweza kufukuzwa ambiwa ondoka, kusanya nguo zako ondoka. Kuna majitu kama sisi. Ukinifukuza mimi umefukuza PhD. Ukinifukuza mimi umefukuza majumba na viwanja. Ukinifukuza mimi umefukuza kibali. Ukinifukuza mimi umefukuza ulezi wa kizazi. Sio kila mama anaweza kuambiwa ondoka. It is because you don't have value. You have not added value. Come to a place where ni mama ambaye unaongeza thamani. Jina la familia liwe limekua. Biashara za familia zikue. Kipato cha familia kikue kwa sababu ya uwepo wako, kwa sababu ya hekima yako. Na ndio maana ni wajibu mzito kuwa mama. Ni wajibu mzito kuwa mke. Kwa sababu one of the responsibilities that you have ni kuhakikisha kile kidogo ulichokikuta kabla hujaja kinaongezeka. Kile kidogo ulichokikuta kabla hujaja kinastawi. Ulikuta duka moja, yaongezeke yawe 4, 5, 6, 7. Mimi nilikuta ameishia form 4, leo ana PhD. Unafikiri ni kazi ndogo nimefanya? Bwana asifiwe sana. Unafikiri ni kazi ndogo? Kuna wakati unaenda shule huku unalia, lakini PhD imepatikana haijapatikana. Kile kidogo unachokikuta kiongezeke. Hapo ndio impact yako kama mama inafanya nini? Inaonekana. Haui mama mwenye impact kwa kuwa na kelele. Haui mama mwenye impact kwa kuongea sana. Impact yako inaweza kuwa felt even when you're silent. Kuna siku moja kuna kitu kilitokea nyumbani kwangu, and I was just quiet. My husband was so troubled. Kila wakati alikuwa ananiuliza, are you okay? What are you thinking? What is going on in your head? How do you feel in your heart? And I was telling, I feel nothing. Nothing is going on in my mind. Why are you quiet? Why are you not saying anything? Because my silence is very powerful. Naweza nikawa kimya lakini ninachokipanga. Asante pastor. Pastor amenielewa. Thank you sir. God bless you man of God. Bwana asifiwe sana. Sio lazima uwe na kelele for your impact to be felt.
Sio lazima uongee sana for your impact to be felt. By the way, mama anayejua nafasi yake huwa anaongea mara moja tunarudi. You don't talk twice. You only speak once. Alafu mara zingine zote unaongea kwenye magoti. Bwana asifiwe. So something happened. Na zamani Shaboka alikuwa amezoea vikitokea na lipuka na panic, napiga kelele, naongea Kichaga, naongea Kikibosho, naongea kila lugha nayoongea. And then we grow, we mature. And then something happened and I wasn't saying anything. I wasn't saying anything. Na ilikuwa inamsumbua sana. Kila wakati alikuwa ananiuliza, what is going on in your mind? What are you thinking? Are you okay? Nakwambia hivi, ukimya ni silaha kuliko hata kelele. Biblia inasema a gentle and a quiet spirit. Mungu anapenda wanawake wenye gentle na quiet spirit. And then when you have a gentle and a quiet spirit, hata unafanya maamuzi ambayo ni sahihi kuliko ukiwa umepanic na kuhangaika. Hallelujah. Sisi wa mama, Mungu ametupa macho. Unaweza ukaangalia tu mtoto na jicho namna hii bila kuongea, akajirekebisha mwenyewe. Wakati mwingine mume wangu akiwa anahubiri yuko pale madhabahuni, kuna jicho tu naweza nikamwangalia, atabadilisha message. I don't have to say anything. There is an eye I will give you. Atajua hapa muda wa ibada umeisha, nimeextend muda. Anakata mahubiri. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mlezi wa vizazi. Wewe ni taji ya utukufu. Wewe ni mjenzi wa familia. Kwa sababu ya wewe, kile kidogo kinatakiwa kiongezeke, kiwe kingi, kiwe kikubwa, kistawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa inawezekana uko mahali kwenye ndoa yako unasema, lakini pastor, I have tried. Nimejaribu, nimepambana. Na inawezekana unazungumza kama pale kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 19. Mathayo sura ya 19 mstari wa 7 mpaka wa 8. Mathayo 19 mstari wa 7 mpaka wa 8. Biblia inasema, wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa ya kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Inawezekana kuna mama unaniangalia hapo unasema, pastor, hayo yote unayoyazungumza natamani kuyafanya, lakini mahali tulipofika kwenye ndoa, tuko mahali ambapo naweza nikasema, pastor, tangu mwanzo haikuwa hivi. Hatukuanza hivi. Tulikuwa tunapendana, tulikuwa tunasikilizana, tulikuwa tunaheshimiana, lakini tumefika mahali ambapo naweza nikasema tangu mwanzo haikuwa hivi. Na inawezekana umekata tamaa, inawezekana umechoka. Lakini kitu kimoja ambacho mimi nitakwambia leo mama mwenzangu ni hiki. Kama hakuna tishio la uhai au hakuna abuse ambayo inatishia uhai wako, nataka nikwambie, kila mama anapita umongo. Usikate tamaa. Kila mama unayemuona hapa na pete zake kwenye kidole chake, ana majanga yake anapambana nayo. Wewe sio wa kwanza na hautakuwa wa mwisho. Mhubiri anaandika anasema, kila jambo linalotokea ama kila jambo linalokuwako sasa hivi limekwisha kuwako. Na kila jambo litakalo kuwako na lenyewe pia limekwisha kuwako. Hakuna kinachotokea kwako ambacho ni kipya. Hakuna kinachotokea kwako ambacho hakijawahi kutokea kwa mama mwingine. Kinaonekana kipya kwako kwa sababu ndio kimetokea kwako kwa mara ya kwanza. But I'm telling you, sio kipya. Yesu anasema jaribu linalowapata ni kawaida. Ni kawaida. Ni kawaida. Ni kawaida. Hakuna kinachokutokea ambacho sio cha kawaida. Kwa usifike mahali ukaona shida yako ni kubwa sana.
Unaweza ukajiona ni mgonjwa, lakini ukienda pale Moi Hospital ama Kenyatta Hospital ukaona wagonjwa, ndio utajua wewe sio mgonjwa. Unaweza ukafikiri wewe una matatizo kwenye ndoa, lakini ukisikia issues za watu ndio utajua wewe una shida. Kama ni darasa wewe uko kindergarten, kuna wenzako wako standard 7. Majanga kama yote, matatizo kama yote. Mtu akikusimulia vitu anavyokutana navyo unashika kichwa unasema Mungu wangu, mimi sina shida. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo wamama wenzangu, naomba niwaambie, kama hakuna tishio la uhai, don't leave your marriage. Don't leave your family. Usikubali kuwa mlango wa kuvunja hiyo familia, kwa sababu utapenyeza uharibifu kwa watoto wako ambao it will be very hard to repair. Na kama nilivyowaambia asubuhi, kuna vita usipozishinda wewe, watoto wako watakuja kuzipigana. Kwa kuna vita inabidi wewe umalize. Kuna vita inabidi wewe uthresh, ukrash hapa. Kuna historia wewe inabidi uzifute, zisijirudie. Kuna milango inabidi wewe uifunge, na kuna milango inabidi uifungue. Bwana sifiwe. Changamoto kila mtu anazo. Ningesema nitoe nafasi ya kila mama kuelezea changamoto zake. Kuna watu tungelia. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo kama hakuna tishio la uhai, just stay there. Keep holding that family. Keep holding that marriage. Because it is not just for you. It is for your children. Kumbuka nimekuambia wewe ni mlezi wa kizazi. You are the foundation of the generations to come. You cannot afford to be weak. You have to be strong. You have to be strong. You have to be strong. Baba haeleweki asomeshi watoto, pambana wewe usomeshi watoto wako. Baba haeleweki atunzi watoto, pambana wewe tunza watoto wako. Mamangu ametuzaa sisi 8. Na kwa bahati mbaya, mahusiano were not working so well for her. Kwa alijikuta amezaa na wanaume 5 tofauti. Sio kwa sababu alipenda, ni kwa sababu anakutana na huyu, tutaoana tuna mimba. Akishapata mimba mtu anapotea. Anakutana na mwingine, ahadi hivi na hivi na hivi na hivi, mimba. Akishazaa mtoto, yule baba mwingine alikufa. Akakutana na mwingine hivi na hivi na hivi na hivi, wakaanza kuishi. Mbele ya safari yule baba aliondokaga, hakuna mtu anajua aliko mpaka leo. 19 years ago ndio akakutana na baba aliyeko naye sasa. Lakini tayari alikuwa ameshazaa na 5 different men. Mimi babangu alinichukua nikiwa na miaka 2. Lakini wale watoto wengine walibaki pale mama alikuwa analea. Na mamangu alilea na kusomesha wale wadogo zangu kwa kufanya kazi kwenye mashine. Unajua zile mashine wanasaga unga? Ndio mamangu alikuwa anafanya hizo kazi. Alikuwa anaenda mashine asubuhi, akimaliza anaenda sokoni, ananunua nyanya na mboga za majani na vitunguu anabeba kwenye beseni. Mpaka leo mamangu ukimwona ana upara hapa kwa sababu ya kubeba beseni zito akiuza mboga mtaani ili asomeshe watoto wake. As I'm talking to you today, mimi ndio huyu niko hapa. Anayenifuata ni daktari bingwa wa magonjwa ya watoto. Anayemfuata ni mwalimu. Anayemfuata ni black goat of the family. Kwenye familia kuna kuwaga na black goats. Huyo alikataa kwenda shule, alikataa. Yuko kule mtaani anaibia watu. Ndio kazi yake anafanya. Anayemfuata amemaliza university juzi. Anayefuata amemaliza anaenda university. Wawili walikufa. Na walikufaje? Mmoja alikufa wakati mama yuko na one of the men. Kati ya wanaume wale aliokuwa nao, mmoja wapo wakati akiwa naye alikuwa baba mkorofi kidogo. Kwa mama amepata ule ujauzito, siku ya kujifungua amesikia uchungu, yule baba akamfungia chumbani.
Mama akazaa yule mtoto, alafu yule baba akaingia chumbani akachukua yule mtoto akaweka kwenye kisadolin. Yule mtoto alikufa. Alafu mamangu damu zimemwagika pale, amezimia, hana msaada. Yule baba akamwacha kwenye kile chumba for 2 days. Akafunga mlango akaondoka. Majirani wanasikia harufu kwa sababu kale katoto kamekufa na zile damu zimemwagika mle ndani. Wanasikia harufu. Ndio kuvunja mlango wanakuta mama amelala pale lifeless. Mtoto yuko wapi? Wanaangalia chini ya kitanda wanakuta kisadolini. Kitoto kimeshaoza. My mother went through that. Aliponyanyuka kwenye kile kitanda, alipopona, alikimbia kwa yule mwanaume hajawahi kurudi. Yule baba ninapoongea na wewe, jana nimepigiwa simu nimeambiwa ana kansa ya damu amelazwa. Life. Mama alikimbia na watoto wake aliokuwa nao. Akaenda kaanza maisha upya, ndio hivyo anabeba hicho kibeseni, anafanya hivi, anafanya mpaka wote tumekuwa. Baba mimi alinichukua nikiwa na 2 years. My father is a businessman. Sikupata mimi shida sana katika kupata mahitaji. Lakini mamangu alipata shida sana. But she never gave up. She never gave up. Na ndicho ambacho nitakuambia mama mchana wa leo. No matter what, wewe ni mlezi wa kizazi. Don't give up. It can be so hard. It can be so difficult. Unajua kuna wamama pastor wako kwenye ndoa, lakini kama they are single, ada analipa mwenyewe, umeme ukiisha ni yeye, na mwanaume yuko hapo. Yaani kuna wamama mna majina ya kuwa mmeolewa, lakini mnaishi kama wajane. Mnaishi kama wanawake wasio na waume, kwa sababu kila kitu unajifanyia mwenyewe. Ada za watoto unalipa mwenyewe. Watoto wa kiume unahangaika mwenyewe. Nyumba ni wewe mwenyewe. I want to tell you this afternoon, don't give up. Don't give up. Kazi unayofanya si bure. Wewe ni mlezi wa kizazi. Napokutana na wamama wa namna hiyo huwa nawaambia, ni kweli inaumiza na ni kweli ni uchungu when you have to raise the family by yourself even if the man is there. Lakini mimi huwa nawauliza wamama, nawaambia, huyo baba angekuwa amekufa, ungefanya nini? Usingelea watoto wako? Usingetunza watoto wako? Bwana asifiwe. Sasa wakati mwingine unaweza ukawa kwenye ndoa na uko na mwanaume ambaye hana msaada. Yuko incapacitated. Yuko kama kilema. Ili uweze kusurvive kwenye ndoa ya namna hiyo, ashumu amekufa. You are alone. And fight for your children. Fight kwa ajili ya kizazi chako. Ili siku moja watoto wako wakuite heri. Watoto wako waseme, wamama wengi tumewaona, lakini kama mama yetu asingesimama kwenye nafasi yake, tusingekuwa kile ambacho tumekuwa leo. Bwana asifiwe. Lakini na kwenye ndoa zetu, niliwafundisha wamama kule Machakos, nikawaambia, waume zetu wanaathiriwa na wanachokiona. Bwana asifiwe. Wewe kama mama, kuna wakati tunajisahau kwenye ndoa. Ukishakaa kwenye ndoa kwa muda mrefu, umezaa watoto, watoto wanasoma, kuna hali ya kujisahau. Vile vitu ulivyokuwa unamfanyia baba wakati ule mnaanza, wakati mko kwenye honeymoon phase, unaacha. Lakini mtakubaliana na mimi wamama kwamba wanaume huwa hawakui. Wanaume huwa hawazeeki. Wanasema ng'ombe hazeeki maini. Tunaozeeka ni sisi, tunaochoka ni sisi. Wale jamaa huwa hawazeeki, huwa hawachoki. Lazima ujifunze kuitunza ndoa yako, na lazima ujifunze kumtunza mume wako kama Mungu amekupa mume. Lazima ujifunze kumhudumia mume wako. Naomi anamwambia Ruth, oga, vaa vizuri, paka mafuta, halafu nenda kwa Boaz. Haihitaji uchawi. Haihitaji kwenda kwa sangoma. Kina Boaz it is very easy. Oga,
paka mafuta, vaa vizuri. Basi. Kuna baba mmoja akaniambia, pastor, mke wangu ikifika saa ya kulala analala na tracksuit. Anachukua ile tracksuit yangu ile, alafu anafunga hii kamba hapa, anakaza kabisa. Haleluya. Mwingine akaniambia, pastor, ikifika saa ya kulala mke wangu anavaa kitu kule Tanzania tunaita kanyera mumo. Mnajua kanyera mumo? Huku Kenya zipo. Sasa uvae kanyera mumo mpaka wewe baba aivue ni saa ngapi jamani? Mbona mnawatesa? Amina. Unaenda kulala wewe unanuka samaki, unanuka jasho la kuanzia asubuhi. Alafu asipokugusa unalalamika, atakugusa namna gani na ueleweki? Wewe unaenda kulala kitandani umevaa t-shirt imeandikwa ukimwi unaua. Akikugeukia hivi akikutana na ukimwi unaua, akugusi. Nani anataka kufa na ukimwi saizi? Vitu vingine vinahitaji hekima ya kawaida. Na silaha nyingine ambayo Mungu amekupa wewe kama mama ni ulimi. Ulimi wako. Ulimi wako ni silaha ya kutunza ndoa yako. Wanasifiwe. Ulimi wako ni silaha ambayo Mungu amekupa ya kutunzia ndoa yako. Labda nikwambie kwa ufupi nguvu ya maneno mazuri. Nguvu ya maneno mazuri ndani ya ndoa. Number 1, maneno mazuri yanaleta afya na kuondoa uchungu ndani ya mtu. Maneno mazuri yanatibu bitterness. Kitabu cha Mithali 16:24. Mithali 16:24. Biblia inasema maneno mazuri ni kama asali. Ni matamu rohoni na yenye kuupa mwili afya. Mithali 16:24. Ulimi wako ni silaha. Maneno yako ni silaha. Tumia ulimi wako vizuri kama mama, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwa wakwe zako. Tumia maneno yako, tumia ulimi wako vizuri. Anasema maneno mazuri ni asali, ni kama asali. Ni matamu rohoni na yenye kuupa mwili afya. Ukiwa ni mama mwenye maneno mazuri, ukiwa ni mama mwenye maneno matamu, Biblia inasema unakuwa kama asali. Huyo baba atataka kukaa karibu na wewe kila wakati. Atataka kuwa karibu na wewe kila wakati. Anaweza kuwa amekosea, lakini hata katika makosa yake, how do you address him? How do you talk to him? Nilikutana na mwanaume mmoja akaniambia, pastor, mimi mke wangu ananiambia, hivi wakiitwa wanaume na wewe utaenda? Huyo baba ananiambia, pastor, nimepata ulcers kwa sababu ya maneno makali ya mke wangu. Mwanamke anamwambia wewe wakiitwa wanaume na wewe utaenda? Unajihesabu na wewe ni mwanaume? Na huyu ni mtu ambaye amemzalisha watoto na ni mtu anamhudumia na anasomesha watoto wake. Mungu atusaidie kina mama. Nasema Mungu atusaidie. Nafikiri ni jana nilikuwa naongea na mume wangu, and then nikamuita jina fulani. Akaniambia, umeniita mimi hivi leo? Nikamwambia yes, sababu we were chatting. Huwezi kuamini ile message niliyomuita ile jina ameipin pale kwenye message, kwenye ile conversation ameipin. Ameipin hapo. Hiyo ni kukuonyesha jinsi gani wana kiu. Jinsi gani wanatamani kuambiwa maneno mazuri. Kwani mama, wakati mwingine tunafanyaga ufisi tu. Wewe unafanya ufisi. Ukiwa unataka kitu chako unafanya ufisi. Kwani unapungukiwa nini ukimwambia pole mume wangu? Karibu baba. Unaendeleaje? How do you feel? Unabana na pua kidogo. Au unafikiri mimi nikiwa naongea na shaboka na kuaruzaga navyo kuaruza hivi? Na banaga pua mwenzio. Alafu siongei haraka hivi, wala siongei bezi hivi. Huo tunauita ufisi, ujambazi. Wanataka hicho tu. Maneno mazuri. Biblia inasema maneno mazuri ni kama asali.
asali. Asali. Huwezi kuwa mama unayetoa asali halafu nyuki wasije. Huwezi kuwa mama unayetoa asali halafu usiattract. Wewe unafikiri kwa nini wanaendaga kule nje? Ni maneno tu. Maneno tu. Akifika kule anaambiwa dadi, karibu. Pole, umechoka. Nikuvue shati. Wakati anasemeshwa namna hiyo ameshaanza kufunguliwa vifungo. Wewe akija kwako unaambia kwenda. Takataka wewe. Wakiitwa wanaume na wewe utaenda. Sasa atakaa nyumbani namna gani? Na wamama wa Kenya anajua nyie mko tough. Wanawake wa Kenya wako too tough. You guys are too strong. Amen. Unakutana na mume wako, unamwambia ni aje? Au unamwambia sasa? Kule Tanzania huwezi kufanya hivyo. Unamwambia mume wako ni aje? Au unamwambia sasa? No, you cannot do that. Huku Kenya ni ngumu sana mwanamke kuita mwanaume baba. Ngumu sana. Huku anaitwa kwa jina lake, Johnny. Oh, hallelujah. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanaume ni wanaume tu, hakuna Mkenya, hakuna Mtanzania. Wote ni wale wale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa number 1, maneno mazuri yanaleta afya na kuondoa uchungu ndani ya mtu, au yanaleta curing of the bitterness. Number 2, maneno mazuri hufungua milango ya kibali. Hukupa kibali. Amina. Mithali 16:13. Mithali 16:13. Anasema mfalme hupendelea mtu asemaye kwa unyofu. Humpenda mtu asemaye ukweli. Mfalme humpendelea mtu asemaye kwa unyofu. Humpenda mtu asemaye kwa kweli. Bwana asifiwe sana. Ukiwa ni mama unayezungumza kwa unyofu, ukiwa ni mama unayezungumza kwa unyenyekevu, utapata kibali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba tatu, nguvu ya maneno mazuri. Namba 3, maneno mazuri yanaweza kukuokoa kwenye matatizo. Yanaweza kuzuia usipate matatizo. Biblia inasema kwenye Mithali 12:6. Mithali 12:6 anasema maneno ya waovu huotea kumwaga damu, bali maneno ya waadilifu huwaokoa. Maneno ya waovu huotea kumwaga damu, bali maneno ya waadilifu huwaokoa. Bwana asifiwe sana. Namba 4, maneno mazuri yanaweza kugeuza hasira. Yanaweza kugeuza hasira. Mithali 15:1. Mithali 15:1 anasema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Kwa hiyo unaweza ukatumia tu maneno yako kama silaha ya kutuliza hasira. Nilikuwa nawafundisha kule Tanzania, nikawaambia unapokuwa na mume wako, baba akiwa moto, wewe kuwa maji. Hamwezi wote kuwa moto. When he is fire, become his water. Bwana asifiwe. Tumia jawabu la upole kugeuza hasira. Hata kama yeye ndio amekosea, lakini tumia maneno yako ya hekima na majawabu ya upole kutuliza hasira, alafu baadaye mkisha kaa katika utulivu, then you can address the issue. Bwana asifiwe sana. Namba ngapi? Namba ngapi? Namba 5. Namba 5. Maneno mazuri hufurahisha, huleta furaha na changamko la moyo. Maneno mazuri hufurahisha, huleta furaha na changamko la moyo. Anasema kwenye Mithali 15:23. Mithali 15:23 anasema kutoa jibu sahihi hufurahisha.
Neno lifaalo kwa wakati wake ni jema mno. Kutoa jibu sahihi hufurahisha. Neno lifaalo kwa wakati wake ni jema mno. Mithali 15 mstari wa 23 kwenye SUV Bible, mstari wa 23 kwenye SUV Bible, anasema mtu ulifurahia jibu la kinywa chake, na neno linenwalo wakati wa kufaa ni jema kama nini. Kwa hiyo maneno mazuri yanaleta joy, yanaleta furaha, yanaleta changamko la moyo. Kwa hiyo unaweza ukaona silaha tu ya ulimi, silaha tu ya maneno mazuri inaweza kukuletea baraka nyingi sana na kukutengenezea mambo yako kama mama. Bwana asifiwe sana. Hebu punguza kuongea vitu visivyokuwa na msingi. Punguza matusi, punguza maneno ya kuumiza. Soma haya maandiko unapopata nafasi tena ukiwa peke yako, and begin to apply them, na utaona jinsi ambavyo kwenye ndoa yako na kwenye nyumba yako kuna kuwa utulivu. Mungu alibariki neno lake, na Mungu atusaidie katika safari yetu ya ndoa na familia, na Mungu atupe neema in Jesus name. Piga makofi mama yetu anapokuja.